kwamba wako kwa bahati mbaya ni watu ambao wamepoteza uoni wa baadaye yao. Bwana asifiwe. Kwa nimekuja hapa kukwambia hauko duniani kwa bahati mbaya. Kristo asifiwe. Tikisa jirani hauko kwa bahati mbaya. Nini maana ya kusema kwamba hatuko kwa bahati mbaya? Maana yake ni kusema Mungu ametupa neema ya kuishi. Kitendo cha kwamba tunaishi, kitendo kwamba tuko hai, kitendo kwamba tunatembea tunaishi, maana yake liko jambo zuri linataka kutokea kwako, bado halijatokea. Bwana asifiwe. Unajua kwa nini kuna watu walizaliwa wakafa mwaka jana, wakafa miaka iliyopita, wakaondoka? Sababu mojawapo ni hii: wale walioondoka sio kwamba ni wadhambi sana, na waliobaki sio kama ni watakatifu sana. Waliokufa akaondoka, ambao mlizaliwa nao mwaka mmoja, sio kwamba walimkosea Mungu sana, bali walioondoka kazi yao tayari wamefanyaje? Wamemaliza. Na waliobaki ni ishara ya kwamba kuna kitu bado hujafanya. Bwana asifiwe. Tikisa jirani, bado kuna kazi unatakiwa kufanya. Bwana asifiwe. Haleluya. Wangapi naamini kwamba bado mna majukumu mko nayo? Mimi sijui kama naongea na shida. By the way, Madam Blandina Matibo Mombi, mtu kama hawa naona hapo, unakufa unaenda wapi? Shida kwa jina la Yesu. Hakuna kufa mwaka huu. Amina. Alafu unakufa umeacha madeni duniani. Amen. Kwenye Biblia kuna baba mmoja alikufa, hebu sema kufa. Alikufa lakini ameacha mke wake kwenye madeni. Kumbuka hiyo habari. Yule mama akaenda kwa nabii akalia. Anasema, nabii, kwa kweli unajua kabisa kwamba mtumishi wako alikuwa nabii kama, lakini amekufa. Kinachomuumiza yule mama sio mume wake kufa, ila ni mume wake kufa alafu ameacha duniani madeni. Hebu sema madeni. Mwambie jirani, una madeni, unakufa unaenda wapi? Mpaka ulipe madeni ya watu. Amen. Unaweza kama udaiwe ni mbi, lakini songesha wanakudai. Songesha. Songesha. Kama sio songesha mtumishi, kuna kitu kinaitwa nipige tafu. Yaani mpaka songesha wanakutumia ujumbe, ndugu mpendwa, tumejua nyumbani kwenu, lazima tutakufuata. Kwa sababu umekomana hesaba yao muda mrefu lipi? Halo? Halo? Yaani umesongesha 6,000, umekoma kulipa mpaka le, hautakufa kwa jina la Yesu. Nyosha mkono juu, amesema mimi sifi. Bwana asifiwe. Wanaotakiwa kuondoka kulingana na maandiko ni wale ambao wameifanya kazi, wamemaliza kazi. Kwa kama hujamaliza kazi, hautakufa kwa jina la Yesu. Nimekuwa nikiombea watu, niliomba na kijana mmoja ambaye amepewa ripoti ya saratani ya damu. Ameambiwa tarehe 27 ya mwezi wa kwanza ndio kliniki yake ya mwisho na anatakiwa kufa. Nikamwambia, brother, una miaka 24, unakufa unaenda wapi? Nikamwambia, haufi. Kwa nini? Taifa linakutaka, ndugu zako wanakutaka, na Yesu anakutaka bado, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Washinda, haleluya. Kwa hiyo kama unajua hapo ulipo nyuma yako kuna watu wanakutegemea, kama unajua hapo ulipo kuna wadogo zako soma yao kula yao ni wewe, kama unajua hapo ulipo kuna ndugu zako kujenga kwao connection wanakutegemea wewe, mimi leo ninakwambia utakufa kwa jina la Yesu. Mpaka maliza kazi yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Punga mkono juu na sema mimi sifi. Mwambie Yesu, sema Yesu, sitakufa. Sema nitaishi mpaka nimeasilia matendo ya kwako. Washindi, haleluya. Haleluya. Ninaongea na washindi hapa. Bwana asifiwe. Iko namna hii. Watu wengi wanapokuwa wanaishi, anaanza kuona, ushakuta mtu asema ninasikia kufa. Ni muombei watu, tunaombea watu tunakutana nao. Amen. Asema mtumishi, ninasikia tu kufa. Anapita mahali anasikia tu kwamba kama ataondoka muda wote. Amefika mahali amejikatia tamaa. Hivi unajua kinachoua watu wakati mwingine sio magonjwa. Bwana asifiwe. Watu wengi wanajiua wenyewe. Yaani sema kujiua. Pokea ujana yako na mimi. Majirani, usijikatie tamaa wewe. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unakumbuka kwenye COVID-19 na 19 kilichoua watu wengi sio corona.
watu wengi walijiua wao. Aliposikia kakikozi na kakifua na akaona korona inaua watu, ni kweli kaenda hospitalini, pressure ikapanda akafa. Unanielewa ninachofundisha hapa? Ukishajikatia tamaa mwenyewe, hakuna atakayesimama kukuinua. Ukishajikatia tamaa, ni mlango wa shetani kukuangusha. Ndio maana mimi leo nimekuja kukutia moyo. Hata kama una kazi, umekataliwa na watu, inuka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Washinde, haleluya. Nyosha mkono juu na mimi. Sema nimekataa kujikatia tamaa. Sema ninainuka tena kwa jina la Yesu. Washinde, haleluya. Haleluya. Sema mtumishi, Ingereza mtumishi na kuelewa, lakini nimeshaanguka. Nikuulize swali, umeanguka mara ngapi? Maandiko yanasema mwenye haki wangu ataanguka mara 7, lakini atainuka tena. Anasema kwenye Ayubu 14:7, anasema bado liko tumaini la mtu uliokatwa, kana kwamba utachipuka tena, chipukizi lake halitakoma. Haleluya. Ungepigia Bwana Yesu makofi kama unaamini. Sema nitachipuka tena kwa jina la Yesu. Sema nitachipuka tena kwa jina la Yesu. Sema sipo kwa bahati mbaya. Ungekuwa jirani yako, bejirani, tuheshimiane. Halo. Bwana asifiwe. Na kule kwenye maombi kuna watu tutawaombea kule mbele hapo. Ndio maana watumishi tuko hivi, tutawaombea hapa watu. Kuna watu ambao mpaka na kuhubiri hapa sasa hivi umejikatia tamaa. Ukiangalia familia yako namna hii, umaskini ambao upo kwenye familia, unafika mahali unasema tu, kama baba aliishia pale, kama babu aliishia pale, na mimi najiona kuishia pale. Nataka nikwambie, kuzaliwa kwenye familia ambao ni ya chini sio shida, ila shida ni wewe kuzaliwa kwenye hiyo familia na ukaishia kwenye mazingira ya wazazi wako. Bwana asifiwe. Mimi ninakuombea mtu mmoja, hata kama umezaliwa kwenye hiyo familia, Bwana akupe neema ukaandike historia mpya kwa jina la Yesu. Nyosha mkono mzuri naye. Sema nenda kuandika historia mpya. Sema kwa jina la Yesu. Hivyo wakati nataka kwa upako kwa mkono juu namna hii. Kwa upako kwa kuandika historia mpya. Haleluya. Mungu pe ushuhuda. Mimi kwenye familia yetu kule